Yani popular opinion. Okay, sasa hiyo Kenya wako na hasira mtu. Sisi already tuko na ubaya na kasongo. Alafu tena unaanza kuleta watu wengine wanaongeza hasira. Alafu kwanza anaambia watu wanaongeza mafuta mtu yangu. Anaambia Bieni hata akijaribu kujustify bana nini hapo siko na yeye. Mbona unadai na the oppressor? Kama unaamini msa ni oppressor. Tulianza na Kasmuel. Jamaa kama suit weird. Where do you see yourself? Mimi na kaka tu ningoje ni surprise. Bana nishikilie na teseka bro. Toka hapa bwana. Ni uchungu sana. Mbona uko na you guys? Hi guys, karibu tena katika Dawin Show. Tuko episode 2 ya season 2. Na by the way, sehemu ambayo tupo sasa hivi inakwenda kwa jina Chocolate City. Kama wewe ni mtu ambaye unapenda kwenda sherehe zile ambazo hazina kelele, basi karibu hapa. Hapa kumeweza kupangwa, ukapangilia, kuna mangole, kuna vinywaji. Ukifika hapa jamani, unabarizi tu, unatulia, alafu inakuwa fresh tena zaidi. Kama unadhani na kudanganya, ina haja tu andikie mate na wino upo. Angalia hii video ambayo inapita hapa ili uweze kujua nini na kizungumzia. Na official sponsors wa Dawin Show anakwenda kwa jina Noma Studios. Kama jina lilivyo, hao ni wanoma. Mama sisi ni wanoma. Uko nyumbani, unataka sherehe, una harusi, zile vitu ambazo zinahitajika ni picha, video. Na hapa Noma Studios inakupa hivyo vitu vote bila hata jamani, kwa bei nafuu tena zaidi. Kama unadhani na kudanganya, angalia hapa kwa screen hapa kando uweze kuchukua namba yao faster ili uweze kusaidika pia na wewe. Siku ya leo niweza kuweza kubarikiwa sana na kufurahia sana jamani, kuweza kuhost mtu ambaye amekuwa rafiki yangu kwa muda mrefu. Ni mtu ambaye hata tumeweza kusoma naye skuli moja tu. Ni mtu ambaye anachekesha pale kwenye mitandao za kijamii. Alafu ni kijana ambaye anajituma. Hata vitu zikikataa lakini bado anajituma tu bro. Ni aje? Fiti bana hiyo. Kwa jina Blackface Montana. Mwambie jina lako lenyewe ni nani bwana? Watu wamesema bana Blackface Montana, lakini useme hivyo bana. Sema jina. Hapo useme vitu zinakataa. Vitu zinakataa lakini bro, unapiga tu. Kunangana buda. Mtu Blackface Montana ni nani? Mtu wa Shemahoho sasa. Anakuelewa aje akisikia Blackface Montana, kwani unatoka France? Okay, Blackface Montana kitu kwanza kijana anateseka. Nimesema tu. Hizi vitu tukifanya si atu in most cases si ati kuna talent. Nyinyi ndio mnaweza sema kuna talent. Unafanya hiki kitu juu una talent sasa. Ni njaa mtu yangu. Unapata ninja inatusumbua. Ninja ishaanza kukusumbua kweli bro. Ninja inatusumbua. Ishaanza kusumbua. Sasa unajua wanaonanga wase wanaonanga most na kama video daily unaona unsako na video buda si passion. Si passion. Ukiangalia bro unaona inabidi tu maamuka. So nafanya comedy mostly. Napiga comedy mostly. Situmie buda. Unasema si passion. Si passion mti yangu. Ninja. Ninja ndio nakusukuma mti yangu. Ukigeuka ukiangalia ukiamka landlord amekuangalia uko like paka ni washoka. Unataka kunichanganya sasa, usiseme jina lako lenyewe. Unaitwa nani bro? Jina la Blackface Montana. Sio unasema mti yangu. Jina la ID bro. Buda ukifuatilia mtu tulia. Utaki watu wajue ni Mluya. Jamani Mluya. Jamani Mluya bro. Hapa niseme. Usinifanye hivi. Unaitwa nani bwana? In most cases bana. Tuseme nikutumia pesa M-Pesa. By the way ukifuatilia hawa si wako kwa space wote. Ukifuatilia real names utashtuka. So unaona most cases ukipata anaitwa kwa movie. Mimi tukipata napo mbele kwa watu niite jina yangu. You guys je huko. Hata nikuta niita Dengele. Sitoko bwana. Inaitwa President Dawin. Wewe stick lile nimekuweka hapa online. Cheza na hiyo. Story nyingi achana nayo. But tunapiga comedy
ama comedian na manactor. Pole pole tukusema hii story pole pole. Bro, ukiiba chakula za wenyewe shule, ulikuwa unamaanisha hiki kitu. Ulianza kama hivyo. Huyu jamaa ukianza comedy ulianza mambo ya ukora. Tunakwambia inja si ya leo. Inja imetoka nyuma. So tuseme kitu inakumotivate ni njaa. Buda ninja inatumotivate. Sasa nikiwa fit buda utaacha buda, unajua venye YouTube ina work. Si unaelewa? YouTube ni stressful. Ni stressful mtu yangu. Kabisa. Lakini ikifika ile point yenye unajua sometimes tunapiga ngoma like manze umeng'ang'ana, umepiga content, umechora content, umesumbana na watu. Unapata views zako kuacha. Kama mosele tunasemanga ni uchungu sana. Ni uchungu sana. So, lakini itabidi tumezoea. Sasa baada sasa kitu nakupushi nyuma na unaanza acha tuipige tu manze. Na pia kuna watu tunadmire. Kuna tu watu tunakanga. But ukikuwa shule bro, tuseme tu kweli. Hii kitu ya comedy haikuanzia shule. Ukweli uongo. Sasa unajua shida kuzaliwa Afrika ni moja. Huko unajua Afrika sisi unajua sisi tunaambiwa tuende shule. Ulikuwa na bidii bro. Ai, peka nashindwa sana. Jamaa alikuwa na mamoi. Unapambana na bidii. Hii comedy ilikuja mbona hukuonyesha maybe pale nyuma kwamba uko na hii kipaji cha comedy? Kwa sababu nakumbuka ile time hata wakita watu comedian nini, watu wakuja wachekeshe, mlikuwa mnaniachia sana vitu mingi sana. Fun enough. Hii ni kitu like ukiniambia like miaka ngapi kwa nyuma kitu single I think ndio nilikuwa nakwambia story na Africa. Sisi Africans sisi huwa tuna guru, lakini wewe unaambianga tuenda shule kweli. Like sisi wazazi wetu wanajuanga akikupeleka shule na hii ni culture yetu, hatuwezi hepa. Akikupeleka shule anajua amekusaidia, akikufikisha hapa na kuacha. Kwanza ukifika form 4 ukifika hapo form 4 waza kama hujabarikiwa kama mimi mtu yangu. Hujabarikiwa bro. Masomo nimekataa. Umebarikiwa na nini? Acha. Umebarikiwa na nini? Masomo ikikataa ndo naanza kufikiria sana nitadu. Wewe masomo ikikataa bro ulipita. Masomo ilikataa. Toka hapo. Ilikataa. Toka hapo. Mbona toka hapo bwana. Wao wanafunzi wa wewe unajua kitu ulipata huko. Sisi wenyewe tunajua tu ndo naona mbona naangalia nguo mse ana like kuna wase tunaangalia hapo kwa hizi spaces unaadima yo mse hii kitu tunaweza do. So nani alikufanya ukaanza hii kitu sasa? Na ulianza lini hii kitu? Juu niko sure nakumbuka time fulani tukiishi Kawangware tulikuwa tunafanya nini kitu fulani hivi kama skit, nikaona unapita pale nini, but hii nani alikumotivate na ulianza hii kitu like ukasema acha niipige bro? Okay, kitu ya kwanza hii kitu most unapataga msana kuintroduce tu, lakini kuna boys fulani anaitwa Seth ndo tulikosana, unaelewa? Mlikosana naenda alikintroduce ni ilifanya mko dem ndio unapenda wasichana dem sutulie ni mwanaume na unachoma bu ni boy kuna boy fulani lakini kama kanindosio story ya kusema tunaweza nasema reason ya kuachana mnafika tu place unapata like, unajua acha nikwambie mtu mmoja wenu ukiangalia wase successful kuna wase wame play role kwa hii jani yao but mnafika tu along the way kuna tumsa unapata ni kama ama uko unamlipa kama Jay Momosi nasikia alipi mtu mwingine hapa inaweza kuwa unaweza pata mnafika place una hii vision si same kitu pia unapata kila timu kila msa anajua kila timu unapata kuna mse fulani anaovurutaga nyuma tena kuna venye alikuwa anaweka nakani kama so tuseme alikuintroduce na akaanza kuvuruta nyuma the way tulikuwa tunaweka like ushaikuwa na mse akakuintroduce kwa kitu alafu akafeel uko more passionate about his story alafu sasa akaanza kuitake kama ni competition. Sasa unajua sasa mkiwa group anaweza kuitia kitu kama competition bro mko down sasa ilifikia point yenye sio time hata sikuwa najua kwa video send an edit bana msana anaweza kuweka na video mmeshoot kama content kama yeye na yake of course mna meet siku moja mna shoot content same yana shoot yako na shoot yako ya tekele yake anakaa wiki mbili na umuulize sasa of course utamuuliza nini ni wewe utulie sijui sasa vitu kama hizo inafika place na naweza jisimamia but ijani fit man so tangu jisimamia but inafaa umpe flowers zake of course nampeaga flowers by the way ni kitu like sikuwa najua vitu most hii flowers ni kwa sababu unataka mrudiana ama ni flowers ya ukweli acha kwenda huko pia sasa muda wacha kwenda huko pia bro ujaicha
wewe kama uliniona unajua kitu nafaa ujue. Unajua kama unadu kitu kini approach pia kuna kitu pia umeona kwako sure. Sasa ukianza kuniona pia ufike place umeona mimi ni mtu useless. Wewe unajua pia umeanza kunibeba ujinga. Sasa wewe pia ukwenda huko. But kitu mzuri si yeye pia alikuit bro. So you are very happy. In fact, hiyo ni kitu ya maana sana alifanya. Ndio channel yake kwa competition sasa mngekuwa mmetumeana good. Last video ni 3 years ago bro. Sasa wewe wenye unapost kila siku. Wewe na wewe tunatofauti gani? Ami upload weekly bro. Weekly. When uploading weekly bro. Like by the way mimi yenyewe yani mimi nasema bro achikatae. Lakini uipige. Wacha tu ikatae. Try. Nitaguess tu paka. Wewe ndio unakuwa motivational speaker wale. Mbona hiyo kijana tunakuwa nacho? Okay, ni kijana kijinga. Wote tunakuwa na yeye. Ni jama useless of course. Ni mse tunakaanga sometimes tunaangalia kwa like Buddha jo. Patanga ananishtua anacheka anambia Buddha. Imekula views 10. Usicheke bana. Usicheke bro. Let's go. Mbona uliacha kuruzi rice juu hiyo ilikuwa inakupea views. Just siku hizi tulifika point pia tumepoteza common sense siku hizi. Unajua Kenya so unakubali huko anga na common sense by the way. Wa Kenya pia wameanza. Unajua hiyo time walikuwa ngana mimi. But tumefika point sasa wameanza kuchanganyikiwa. Kama unachukia chukia mpaka mwisho. Ama aje? Kama unapenda chukia, kama unapenda ni hivyo. Chukia mpaka mwisho. Sasa tumefika point yenye tumeanza kudivide. Sasa mpaka sasa unajua siku hizi nimefika ile point yenye nikisema one time naangalia kwa room nikisema nikiona tunakaa sura za tuta nitakuwa tuko na power. Sasa hivi nataka respect, amtake power. Sasa sasa hiyo tuko na hasira. Now that tunazungumzia hii conversation creatives na politics. Kuna issue ya being by the way imekuwa noma sana mse. Watu wanaona ni kama it's bad like you as a creative. Najua umesikia hii story. Unachukuliaje hii story? Like according to you. Sawa tuseme Montana's view. Hata editor ataweka hapo Montana's view in bold. Yeah, my popular opinion. Okay, sasa hiyo Kenya wako na hasira mtu. Wakenya wako na hasira. Sasa hiyo unaweza kuwa uko right. Kenya ni democratic state, ndio? Kenya ni democratic state. Uko na right ya kusema ni shit unataka. But pia angalia. Watu wako na hasira mtu yangu. Mse kama BN, unajua kitu ananikasirisha. Anajaribu kusema nilikuwa tu hapo. Budo ukikataa shetani katana mambo yake yote. Si ndio? Lakini yeye anataka kujitetea. Sasa yeye atasema sasa anataka yeke ni kama alikuwa tu hapo but endorse. Aje wewe saa hii example poa. Saa hii ukiona Gachagua anapita State House. Atasema niko tu State House tu lakini siko na yeye. Inakumake sense? I make sense hata kidogo mzee. Lakini inaweza kuwa sawa. Inaweza kuwa ameenda maybe kupita kuchukua vitu alikuwa ameacha kule. Bina tufanye tukae wakumbafu. Tunataka of course BN msembigi. Na BN unajua wase ukiwa kwa hizi spaces wase wengi wanakufollow. Kabisa. Kama unaweza kuja endorse product fulani to buy by the way. Meaning ule mtu una engage na yeye ni kama una endorse mtu. Sasa ndio unaona pia Wakenya pia tumefika hii point ya hii wokeness pia imekuwa mob. Imefika point yenye sasa tutaki kuthink logically. Like tu wewe tu bora tu kitu nimefikiria emotions zangu zimeniambiaje. Yes. Ni hivyo. Pia tumefika point yenye pia tunaharibu. Na pia na feel muona election inakama. Tukiendelea kuthink hivi tunaenda kulose. Just imefika point yenye hatuagi vitu na facts. Sasa kama make sense sometimes. Ni kama sometimes unaona. Si sometimes bro me make sense. Me make sense. Wewe una make sense. Ndio umeanza kufikiria, umeanza kutumia akili yangu sasa. Umepata wisdom. You're using my wisdom bro and you have to thank me for that. Kwa sababu unakuwa hivi ukianza interview bro au kwanza hivi ulikuwa mjinga kutoka kitambo. So kwenda huko bwana. Ulikuwa mjinga nilikuwa nakupiga viboko bwana. So tutafika point to lose. Sasa itafika point yenye sasa mbona sasa hii watu wameanza kureact tu yenye
si support Ruto kabisa. Watu wanasema kwanza, but sasa juu umenikasirisha na nitamsupport. So juu amekukasirisha, juu emotion. Sasa imefika sasa mimi nimekukasirisha, sasa utamsupport wapi? Umekasirisha sasa, mimi kaseka nisema tu tamna kuna kitu gani wewe unataka kudanganya watu waone ni kama mimi ndo nimefanya support Ruto. So huyu jamaa amekuwa Ruto, alikuwa one term, hiyo time yenye kulikuwa na Gen Z but kuna poster fulani ukienda kwa mtandao zake za kijamii Blackface Montana hapo ameweka lakini bro, na now swali nimekuuliza ni is it right kwamba is it good creatives kwenda kwa rais, like wewe rais akikuita sahi utaenda buda aseme bro 10 million ziko hapa, nataka content yako iende, another 10 million uende ujenge nyumba wenye anapeanga hao athletes key, unaona wenye anasemanga 3 million sasa, alafu nakupea key ya nyumba 1 bedroom. Sasa hapo kwa pesa buda nilijua tu poverty ndo enemy. Wewe hata si 10 million 10,000 times 10 sasa akinitia do of course bro, utaenda tapita hapa na ngodha ya UDA bro naomba tutamba si ati juu nitakuwa na support akupea utakuwa tuko hapa hivi kwa do tukitumia do of course bro but sasa huyo ni mimi kwanza. Hata wewe sasa nakumbuka kuna huyo ni mimi but level kama Ben si akona do bro mse but kuna mtu do zinatoshanga kweli mse buda. Kuna level fulani ukifika kwa life zinatoshi bro, kuna level ukifika kwa life pesa hizi kumove kama do zinatosha. Mbona Ruto hajaacha kwa president? Sasa kesi yake ni special kesi yake ni special of course. Unajua ona buda watu iba, lakini mtu yangu je tuiba hata na ujanja. Sasa tusingie hapo. So umekubali uzuri wewe ndio unasema tusingie hapo. Tukisema tuweke story na do mimi mse kama Bien siwezi sema ati naweza sema ati ni ajaribu kujustify. It makes sense. Alienda kama kuna watu wanajaribu kusema anajaribu sijui kuuza sijui nini yake kwa global stage. Bien is big bro. Global ameshaenda paka Grammys bro. Bien ni msem big. Walienda kama wako na Sauti Sol I think wakienda Grammys, hata waliwingi kuna Grammy waliwini wakati ya Burna Boy. Bien ameimba na Burna Boy akikuja Kenya. That is global bro. Mse ni mbigi. You don't need sasa uweze kuja yes is simple but sometimes you need Macron to mark some territories bro. Bule lakini wala mpia wakwende tu. Sijui sasa mimi sasa hapo ndo inakasirisha. Hapo ndo inakasirisha bana. Unajua sasa sisi already tuko na ubaya na kasongo. Alafu tena unaanza kuleta watu wengine unaongeza hasira. Alafu kwanza anaambia watu unaongeza mafuta mtu yangu. Anaambia wale mzee up mzee. Yaani mimi anatoka hivi state house. Sasa unaona anatoka hivi state house like one day later. Ingekuwa ni video ni one day later bana. Sasa nini imepanda? Wewe ni kama ilikuwa set up mse. Bien hata akijaribu kujustify bana, mimi hapo siko na yeye. Hata paka alitumbia maandamano bana. Maandamano bro. Alitumbia ngoma bro. Ana support ecos. Alafu sasa leo amaamua sasa, mbona unadai na the oppressor? Kama unaamini msa ni oppressor. Mbona unadai na yeye? Mbona? So in short hata huyo bibi yake sasa unakubaliana na Mviri the storyteller. Mviri amekuja amesema like creatives kuna vitu zingine tu hatufai kufanya. Of course kwa hii situation ndasimama na Mviri. Na Mviri alipigiwa simu I think na Uncle Ray. Bibi akakataa kushika. I think akapigia bibi yake. Alipopigia bibi yake ni kama akashika akijua hayuko on air. Now bibi yake akamwambia Mviri aichukui nini saa hii simu kwa sababu kuna album fulani inaandaliwa anakuja kutoa. So unaona akamuuliza first of all am I on air? Akishasema hivyo next time ukinipigia nijue kwa so Mviri anasema Mviri yeye sidhani kama kuna ubaya na hiyo statement waichukulie tu kama statement. Wasianze kuwapiganisha na nani na Bien. Now tuachane na Bien. Story yako ya acting. Of course umefanya comedy umefanya miaka mingapi sasa? Ndio nimepiga but sasa kuna kitu ya maana comedy isha kufanyia tangu wanze ama nikupata tu madem. Naambia wewe mkuja hapo. Kwani wewe wakuja kwa DM? Hawakuja. Bro, unajua kitu nataka kufanya. Sitalau kabisa. Mimi sijaifanywa hivyo. Comedy tayari ikupea nini important? Labda sahi important. Kuna like
kuna vitu sahi kuna wase tunaweza access in a way. So like mimi sahi kama mimi kuni access bro jakuwa easy bro. Napata sema kweli. Sasa kusema wase. Okay, sawa. Tuendelee. Ya kuna wase sahi tunaweza access. Na pia mimi nachukua ni kama sahi bado like sahi mimi in most cases like nikipata chance na msaki niita. Mara most mimi naitanga kupata experience tu like. Okay. Niko tuiga kulani story. Okay. Napata. Niko tuiga sana kulani story bro. Hizo miaka umesema miaka ngapi umekuwa kwa hii industry like? So like sasa funny enough kwanza I think hapo ndo blanda sana. Sikuwa napiga like show zangu like nilitake time. Yeah, I get you. Nilitake time. Mara kwanza nilikuwa napiga dota wase unapata wase mnapiga shughuli. Hivyo tu handouts kidogo. Bora kwa kamera. Yeah, buda life inasonga. But kuna mtu alinichanua. Unajua dem anaitwa Jambi. Namjua ule wa Real Outset. Ya huyo dem. Kuna time tulipandaka ananiambia wewe hiki kitu tumekuwa kwa hii game. Naona uko passionate. Utakuwa wasted. Anza kubuild kitu yako. Hawa sasa hiyo msasa yaki in most cases wasa wana building msanii. Most wao wanatemwa na fuchi. So ulienda tu kuuliza Jambi advice bro. Tuko tu kweli bro, sema tu kweli. Si guys, land kwa legend. Wewe kwa Jambi ukamuuliza bro. Jambi na ama alikuwa amekuona. Kuna day alitokea kwa set yetu. Tuko na shoot place. Akatokea kwa set yetu. Ukamkamata. So of course ukiona wase kama utataka tu kujole utajaribu kuongelesha selfie hivi. Situlia bro. Buri yako hizi kuala usepe. Uliomba selfie. Hizi kabisa. Ya hivyo tu sasa. Ndio sasa nikaanza kubuild kitu yangu pole pole. But sasa hii tumengangana tulianza na pod bro. Hii mambo na podcast mti yangu. So unaona kuna kapod tulikuwa tunapigia inja bro. Mlikuwa mafanya. Ndio tumeteseka. Tulikuwa tunakapigia inja kwa nyasi. Mlikuwa mnakaaje sasa ndio ime sasa okay. Venye nilikwambia umsena kwanga naye msana aitwa Mayaka. Amekuwa naye for a very long time bro. What makes you maybe wewe na yeye like chemistry yenu hii? Okay, ni mjinga. Ai bro. Like ujinga yake kuna venye ujinga yake. Ni jamaa tu mjinga like si haikuangi acting like yako hivyo. Umeona? Hata ukipata kwa in real life. Yeah, in real life yako tu hivyo ni mjinga. So tena ni msana ipenda hii shughuli. Lakini sasa yetu tulikuwa tunakaa like sisi tunakuwa na hii tuna operating na hii ni like si tunaelewa industry inakuanga. Mnaweza panga set mpange na wase mfike kwa set msato kiki. Na sisi kitu tunaeka hata tukipata na wawili tutaipiga. So ni kama ni msee. Na akiwa na idea ya unirushia. Anafikiria the same way kama. Yeah, like unapatanga vitu mob like tuko na hiyo rapo. Tunaingia naga tu. So unapata ndio maana wase wengi wamekaa wakienda. Bati amebaki tu hapo. Uko sure ni yote peke yake bro? Ni ujinga yake tu peke juu mimi siko sure kama ni ujinga peke yake. Bro, ukiangalia jamaa nini nyingine inaanza kwa? Ukiangalia jamaa. Sitaki kusema na mdomo wangu lakini unaweza kwa kuna deal mimi sielewi tunajaribu kusema. Wewe mliat na yeye ndo anakwanga mama. Sikia ujamaa bro. Mama ndo gani bwana? Tuliona umepost kwa status umeomba paka Mungu, umemuombea umemuombea. I pray that God will bless. Buda jo. Montana leo kwa pala aje bwana. I pray that God will bless you. Ukaongea kama dem fulani. Kuna dem fulani alitoa Bakita jo. Alikuwa anachapia story yake. Nyinyi ni kama mnafika nanga behind the scene. Sema tu kweli. Ropoka leo iko toka. Buda, okay. Sasa it's a free world. Watu wanafanya mambo zao lakini buda hata kama ningekuwa hiyo side bro hata kwani sina test mtu yangu. Sasa at least unatafuta bro ni mtu anaongelea tona. Buda, ingekuwa ni kwa hiyo side mtu yangu. Buda hata tungetafuta ka test bro. Hebu angalia raha venye iko jo. Bro. Na hoja mwingine wa dread niliona hiyo nini yenu sini yenu like ukaingiaje sasa kwa cinema like kuact sasa long maybe skits na hivyo I think umefanya movie. Kuna movie fulani unaweza kuifanya. Sasa hiyo mse upiga ma movie huyo. Si hizi vitu ni ku try like
ni kujaribu tu. Do you come up with your own script ama inakuwaga scripted kidogo alafu ndo so unaingia? Ndio kuna watu uko talented sana kuandika script na kuact, na kuna msee ni script tu, na kuna msee ni kuact tu. Yeye kuact tu, yeye zafikiria about script, na kuna wenye kabisa wanafanya the both. Sasa kuja sasa kwa yetu, okay, script ndo script. But sasa ideas ndo watu exchange. Ujamaa unapata akona idea na kwambia, "Bro niko na idea." Unaona aje? Alafu sasa mimi ndo naandika script. Sasa hiyo ndo si ile kitu na run hivi. So how where do you see yourself? I'm not seeing myself in it. Mimi nakaa tu ningoje ni surprise. Na ikikataa bro. Utajinyonga. Paka hata nilikuwa nimesema wewe kimilili upate paka nilikuwa nasema next year Kasonga kirudi. Munipeleke tu Saudi Arabia, nilikuwa tu house boy. You guys. Kasonga kirudi. Kwa Kasonga amekufanyia nini? Bro sasa tena bro umekuwa tu hapa saa hii tu tam. Tena Kasonga kirudi. Lakini bro tuko tu realistic. Hii kitu ile. Unajua naangalia ngoso nasema tu tam mpaka unaangalia bro uko na right ya kusema kitu unataka but tutamsi si naweza sema tutama kuna right yake. Uko na right but dude hii kitu kwani uioni bro? Hii kitu like hata mjinga anaifeel. Kwani mbaya hivyo? Hata mjinga anaifeel like anaifeel. Unacheck like wasema ni squeeze paka squeeze unapata news. Imekuwa tu yani tunaongelea ngatu figures. Imekuwa tu normal. Figures za mafuta billion ngapi? Na ni normal tu like iko tu front page ni normal daily. Wameweka tu daily hata wana aibu. Na ikushtui. Wanaiweka tu. Unasikia sijui bilioni ngapi? Na Wakenya kuna kitu IBC wanaomba 74 billion. Vitu kama hizo. Alafu mafuta ndio hiyo imepanda. Ndio hiyo sijui nini. Like unasema watu hawaoni hiyo kabisa. Na watu tamsi sinasikia ni nyinyi ma silent. Nasikia siku za mwisho wewe tu utapewa tu thao alafu unapiga kura mse. Boda place tumefika. Inafaa tu think. Hata naambiwa hao wase wenye wanakuwa karibu na Prezo. I think nasikia wako tu hapo kwa sababu ya self interest, lakini interest zao, lakini wanakuambianga umse ni kama hata lakini hizi interest ni gani? Si bro wewe uko hapo unapiga madeals mse. Wewe unaona video hiyo picha uliona ile siku ukisema niko tuta. Ndio amu kuelewa hiyo picha. Hiyo picha zilikuwa nimesimama nyuma ya rice. Imeandikwa nguo imeandikwa tuta. Alikuwa ni kama ako kwa dining table anakula. Hizo food zimeandikwa nini? Kuna food imeandikwa sha. Kuna food imeandikwa affordable housing. Sasa nyinyi ndio kuinterpret. So anakula kutoka tunakuanga tu hapo tuko tuta but msenda ana feed. Msenda ana dish hapa like. Sisi tuko na pride ya tuna belong kwa ile side iko in power but in real sense bro kuna msi hata Wajaluo bro waacha kuleta tribe hapo. Unasema hii kipindi tribal bro. Kwa tu honest. Kwa tu honest hii Kenya tribe is the play to a role forever. Ni ukweli. Why do you say that? Si already tumeanza kujialign. Si Tanzania nani Mwalimu Julius Kabegere Nyerere aliamka na kusema kwamba tusikuwe wa kabila. But Tanzania ilifaulu. Tanzania hawana tribe. Like hatuna mtu mwenye. But Kenya hiyo kitu iko deep sana. Paka unaona 2024 tuna speak the same language. Sasa tumeanza kujialign. Tukikaribia. Sasa kila mtu wewe unaimba Sifuna. Mimi hapana si unaimba tu Sifuna bro. Si ati Sifuna ni cute bro. Tujui wa kwenu. Ama ni cute. Sifuna si cute bro. Sasa unaona? Vitu anaongea zina resonate na wasee. Sifuna akizungumza but mimi naona si inaweza kuwa tu siku kumekuanga sisi ninatembea bro. Natembea alikuanga ni. Sasa unajua ndio shida yetu. Shida yetu sisi tunakuwa na kale ka. Tunakuwa na kale yani kuna kawebu fulani kana tubeba. Wewe utapiga ukakadi. Of course bro. Nionyeshe iko. Buda sasa naweza tembea na kwa tu tamu nipie. But niko nayo. Namba ziko. Nasikia umsa ako na numbers na. Niko nayo na wase wa vote. Uko nayo. Utavote. Mimi kitu nasemaga. Unajua na unanga wase kipiga kelele wakisema. Hakuna mtu anaweza toa Ruto. Adume na kuna mtu anaweza toa Ruto. Tukivote tunajua hawa wase wanaweza manipulate numbers. Kukiwa na like
kukiwa na ile range kidogo wanaweza manipulate numbers. Do you know ile hiyo ni kitu wana sell, wanauzia watu ndo watu wako na hiyo uoga ya there is no one who can kama anaweza mtoa. This guy manze like sisi wasi tunaimba 2 terms. Wasi wanaimba nimekupata. Ati wewe nyinyi watu mnaimba 2 terms. Wasi wanaimba sisi mimi na wewe siko hapo. Wasi wa power. Wasi wa power. Sasa wanataka respect. Walikuwa wasi wengi walikuwa na support Ruto of course. That guy was popular. Tuko to honest. Mimi nasemanga Ruto hakuiba hiyo time. Alikuwa very popular. Kumsa alikuwa popular. Na alipita na difference gani? Hata nakumbuka nilikwambiaga. Niwe niliambiaga nikamwambia go msa atapita paka ukakaribu niambie mimi ni project. Ulikuwa nikasirisha. Nilikwambia ndio maana sipendangi watu wa light skin bro. Tu boy to light skin sipendangi. Ndio maana najiita blackface. Hiyo jina unatoa kwa jina lako. Sasa unaona. Ati mwanangu unakuwa light skin. Alikuwa so popular. Na alibitum sana 200k votes. Peke yake. Sasa ako sana popular. Ni ukweli tu hawa si watu tamu kwa roho yao wanajua. The opposition is disorganized bwana. Our say they are not reasoning as we are. At the end of the day they'll sit at the kwa table moja. Bwana wananiambia wanasemanga call me on the table where we are discussing business, not people. They'll not discuss about us. They'll discuss about themselves. Like wewe Rigiji uko na nini ngapi, companies ngapi, hizi company ukiingia mimi niko kama mimi ni Ruto niko na kampani ngapi, niko na hizi. Wewe kama Rigiji ukiingia sasa uta make sure kwamba interest zangu ziko sawa. Wanaitananga wanakuwa na meeting kao, yani big boys au ndo big boys ndo baadaye sasa hawi anaenda huko ikiangukia at the end of the day wanasemanga the same forest trees are different. Lakini sasa unajua kitu ya kwanza hiyo statement yako ndio trash. We trash hiyo statement sipendi. Do you know why? Why? Tusifike ile point yenye sasa I think place tuko mimi sifai kuambiwa, sitaki kujua kitu timu ya kina Gachagua wanapanga. Inafaa ni sisi tunafili kitu. Tusifike ile point yenye sasa tunaangalia umejipangaje, kama hujajipanga tutapigwa. Mbona tusikae tuseme hiki kitu manze sisi ndo unaweza kana nani mbona unakuwa influence? Unaweza kana nani useme haya sasa tuseme opposition venye iko. Who is your pick? Bro, si hata unaweza simama bro. Bana mimi sijasimama. Mimi nilikuwa nataka kusimama mzima lakini nikaambiwa utaanguka. Who is your pick? Lakini tuseme kweli bro. Pe nani bro? Who is your pick? That's the big question. Who is your pick for real? For real. Juu by now presidential candidate angekuwa shatangazwa kitambo. People align with someone. Shida ni moja. Sasa watu wana align na nani? Na sisi ndi Sifuna. Juu Sifuna mwapea reason ya ku align. What if wakuje wakae chini? They sit down kabisa. Na wakuje wa agree. Waseme kama ni Sifuna tunaenda na Sifuna. Kama ni Kalonzo tunaenda na Kalonzo. Kama ni Rigiji hiyo kesi yake kinini tuende na yeye tupige mpaka mwisho. Umecheki kwenye shida iko? Hiyo kitu kusema watangaze. Kenya kuna kitu inaitwa cancel culture bro, imekuwa serious. Siku hizi sasa hiyo watu wetu msesa hizi tu saa hii. Before fika next year atakuwa sana popular. Hiyo ndio shida yetu. Kabisa. Wasionga wamejaribu tumekuwa hapo tumekuwa na Morara tulianza na nani? Tulianza na jamaa kanaitwa nani? Tukienda maandamano tulianza na Kasmuel. Jamaa kama suti weird. Akaja tulianza na boys. Kasmuel. Tukaenda kwa nani? Tukaita Matiang'i kutoka huko. Tulikuwa tunapush Matiang'i. Akaacha job yake, akakama. Kidogo tukaenda kwa nani? Okiya Omtata. Okiya akaenda paka akaform nini? Sasa unacheki? Hiyo ndo problem. Campaign team yake. Tukasema Okiya Omtata abambe juu si mcute. Tukasema tuende kwa mzee juu alitoanga ubashiri anaitwa nani Maraga. Huyu mwenye nimeona juzi bwana. Pita na gari zake mbili safi. Anaongea paka ukiona mwanasiasa paka raia za nduzi aziangalie muda mkubaya. Unajua sound ndio kwa excited na wakiona mwanasiasa. Na mnafanya mzae basi. Tukaachana Maraga. Tukaenda kwa Morara Kebaso paka ukatuma udo. Bro nakumbuka sana ulituma pesa. Sio hiyo mtu yangu. Like Morara sana ulikuwa unatuma kila siku leo. Nilikuwa na feel boy. Lakini siku hizi ako bitter. Siku hizi anatrash kila mtu. Of course na make sense. That's why unaangamza kama ako Kasmuel. Mimi umsupport.
Unamsupport. Mbona unafight wase na nakupiga vita? Like why? Na umeenda huko kuna pake. Kabisa. Wewe unaona sasa tukatoka kwa nani, kwa Morara Kibaso, sasa tukakuja tukakuwa na kina nani, tukakuja natembea, watu Western wakakuwa natembea. Wakaanza kusema natembea, wakatoa kwanza statistics, wakasema natembea kwa 50%, Mudavadi yako 32, alafu nani Weta huko chini na 24. Imekuja imebadilika so fast after Jirongo ameaga dunia, ikakuja ikabadilika so fast, ikakuja ikawa ni kwamba tuko na sasa sisi tumekuwa Sifuna. Unajua Sifuna alikuwa na kitu ya kwanza ilikuwa inaitwa Kenya moja. Na sumechikata hivi imeanza kupungua. Sasa sumecheki. Imeanza kurudi pole. Venye I think kitu ilimsaidia ni ile kumtoa kwa ODM, venye walitangaza kwamba wanamtoa ODM Secretary General. Bro, hiyo press ilipiga bro, ilikuwa na views msee. Kama ni sisi tungekuwa na views hivyo saa tungekuwa tufanye episode hii. Bataza kitu ananikasirishaga. Mbona nakatalia hapo? I think reason ni kwamba maybe wanaweza mwambia akienda, maybe anaweza ambiwa resign, asimame kama senator Nairobi bila chama. But mimi naona angeenda kwa sababu hata baba wakati Ford Kenya ilikuwa inamsumbua wakati wa Malo kijana alichaguliwa na yeye aliresign kuwa MP wa Lang'ata I think. Aliresign kuwa MP na akaform chama yake na akasimama kama MP na akapita. Hiyo ni mwaka gani? Na hivyo ndo alikuwa Budo kuna miaka ngapi? Kusoma history bwana. Kwa nini ulikuwa shule kwa nini bwana? Hii kitu wenye unaisema uko na. Bwana Mazinda alikuwa anakufunza, Wenye unaisema ulikuwa hapa. Nikujua tu. So umesema content creators na wanafaa kujumlishwa. And are you vying for anything for real? Jumina unawasema unafaa kujitokeza mwanze like a political seat. Political seat. Buda jo. Sasa unataka sasa nani mwingine asimame? Ndio mnatuachia tu hatuwezi simama sisi wote. Hatuwezi. Mimi bana, mimi mwenyewe hata siwezi jipigania mtu yangu. That's why unaona mimi napiga tu kelele tu hapo kwa simu yangu. Mwenye hata sikia. Hakuna mtu atakupiga. Ni simu yako. So Montana like classic ama blackface Montana katika ubora wake. What can you do na how can you say kwamba how can you rate an achievement kwamba umeachieve kitu like in your space ya content creation, like to say kwamba I've achieved this, nini kinafaa kwa kimefanyika kwanza? Okay, kitu kwanza watu wajui. Sijai kuwa na dream ya kubaki mbele ya kamera. Like ukiona sasa ngangana hivi napiga content daily. Nataka tu kubuild foundation. Nataka nifikirie point yenye like ile tunatafili achieve. Ile point yenye niko tu behind the scene like nimebuild an empire yenye kuna wase wabaya hapa chini bro. Empire ya Kimilili. Kuna wase wabaya hapa chini. Wabaya sana. Kuna zile content tunaangaliaga hapa tu wase hawajulikani, bali angalia content msame pigwa. Msa ni nani? Na funny enough, hii spaces unajua ukishafika hapo juu, unajua utakuwa unapiga tu vitu za ujinga zinaenda. But kuna wasa hapa chini. Unataka kwa kiedi butita hiyo. But kuna wasa hapa down wako na passion. Like wasa wanapiga shughuli. Sasa nataka nifikirie point yenye like unaweza build team yako. Okay. Kuna boy fulani anatoka hii area yangu mazee. Area wapi kwanza? Mama wapi? Unajua ukisema area yako bwana kwa specific. Hatutaki utuchanganye. Mbona si mimi ni wanai? Hatutaki au tunakwambia ngoo. Mbona mimi ni wanai? Kwani unajui? Unasikia buru akikwambia ngoo. Kuna boys mtaa yangu. Unaweza cheka na inaitwa JVN Entertainment. Ni msee like napitaga akishoot na bambika. Like msee amebuild a community. Hizi content za watoto unapata amesanya watu wengi na ni mtaa tu fulani, mtaa mmoja. So unapata msee yani nataka kitu kama hiyo yenye una raise to a community. Okay. Sasa ndio na feeling kama ni achievement kwangu. Unacheki. Na pia buda tunateseka mtu yangu. Buda tunateseka bwana. Utoke blog. Buda tunateseka bwana. Utoke blog sasa. Mimi sasa nikipata pesa bana nyinyi kwendeni hivi vitu sifanyi. Unadhani tunapenda? Ita vitu kiwa yetu tukikuita ukuji. Sikuji. Sina masaa mtu yangu. What drives you? Nini kinakudrive kila siku ukiamka? Nini kinakudrive ndo upige hustle unapiganga? Of course hizi kuuliza kuhusu hustle unapiganga juu itachoma mataa mahali. Utachoma mtu. Unaona? So nini inakudrive every day to wake up in the morning? Kitu ya kwanza bro, hiyo mimi utake kama
ni mboka. Hii ni shughuli nafaa tupige tu ukijua manze una aim something. Yes. Unataka life fit. At the same time ni kitu tuna like mimi wase wengi wamenitia shoot lakini siitishangi do. Lakini msa anakuforce do kwa lakini mimi nabambika kwanza nikienda set na feel kwa more professional kuniliko. Mimi nabambika kado nikiwa hapo nikipiga na nienda tu like ni kitu na like kudu. Nacheki. So hiyo ndo kitu like inanipushingi tu. Si feeling sidai kwa set nika feeling kama nafanya. Unajua wanasema kwa ukifanya job na usifeel ni job. Hiyo ndo field yako. Kweli. So inakuwa hivyo. Like nikikuanga hapo na siku hizi niko na wisdom mtu yangu. Ndo nashangaa. Ndio nakwambia you are using my wisdom bro. Hiyo si yako. Hiyo usiambie watu wao siku hizi ukikuwa nyuma ya kamera umekuwa unakuongea vitu zingine funky. So hiyo wisdom imekuja tu ulivoketi hapo. Like ukifikia ile point unapiga tu shughuli alafu unabambika tu like hii ni field tu yangu like si struggle. Unajua kuna hizi kazi tunaendanga mtu yangu like mimi naangalia boss yangu niangalia huyu jamaa ni fenye tu yani ni venye tu but singekuwa hapa. But nikipiganga shughuli yangu hata nikifika kama ni off nimesimamishwa, unajua mimi most napiganga siku niko off. Unajua wasa wanadhani mimi tuna shooting daily. Lazima kweli. Shoot daily. Unapika mara moja ni ile tunapiga shughuli mob. Then nakupush. Ukisimamishwanga like unapata off sometimes naambiwa uendi. Inaeleweka. Ndio una feel mazeni maangusha mbaya yangu. So ni shughuli tu nakubamba. So ndio vitu za to drive pia. Na pia utaki ile yenye bro asema alianza huyu jamaa jaribu usanii. Alijaribu usanii kakata. So naogopa failure sana. Naogopa hiyo failure mtu yangu. Like, How many have you been restarting? Every time una fail una restart. How many times? Bro mara most yenyewe inafika kama sasa bro sasa yenyewe YouTube ina struggle. Kila msee analia. YouTube hapo nyumba ulikuwa unaona views zangu mtu yangu. Kabisa. Hapo nyumba walikuwa wanakuachia like hapo nyuma nilikuwa napata views. Kama umeanza kufanya vitu za blood fucking maybe. Kuna time kuna 2 point tunafika na sija understand mbona ukifika 1000 subscribers zinaanza kukataa. Kama unataka kumotivate tu usukume. Songi. Zinakataa kabisa. Like ikiwapo nyuma ulikuwa unapata views, subscribers unasonga. But ukishafika point ya unataka kumonetize mtu yangu. Inakataa. Muda upata. Siku hizi mtu yangu video ya last mtu yangu ndo angalia bana. Iko na clean paka Facebook. Kuna clean 50 views my guy. Hani siku ngapi? Bado ni struggles ambazo creators wanapitia kwa sababu unapata mtu amepitia time but ukikuwa na passion for it of course you will go for it. Na utaifanya lakini sometimes unasema Kenya pia mtushikilie sasa tunasimp kwa DM zao. Tunasimp kwa DM zao. Tunasimp sana mzee. Kuna wasema zani kuna tu wasebu tunawadimaya like. Kuna watu tunawadimaya. Unadimaya nani bro? Mimi kuna tu wasebu wadimaya. Nani? Who wenye wanakuwa kama role models wako kwa hii field. Okay, tukikuja hapa kama kwa comedy hapa bro like nakuanga nimerank Jemo Desin bro. Tangu lini juu amekuja juzi. Okay, tumeona kigrow of course. Umeona wapi bro? Like boy hajakuwa kwa game kwa muda. Okay, ile maybe alikuwa kutoka unajua unapatanga wase anakuja kwa limelight wadhani amekuja juzi kumbe ni mse wa kitambo. Yeye mnasemanga hivi tunaona hata grow kuipea sense of entitlement. But boy una feeling anapenda hii stuff. Kabisa. Venye anaipiga. Alianza na Luvanda Dan. Yeah. Dan sasa anapiga paka movies za Niger. Na kuna demo huyu na ndio mse mjaka mfali lakini napenda energy yake mtu yangu. Unataka tu mchaka bwana. Acha kusema tunapenda energy yake. Energy gani sasa? Okay. Napenda kukua kwa set na wale mademo wa crazy. Wale mademo wa crazy. Mademo. So na like ndio energy yake mbaya. Tumesimp kwa DM za buda tumesimp. Umemtek sana. Wewe mjaka mfine mzee. Usifanyie hivyo. Wasiweke tumesimp. Usifanyie hivyo boys. Tumesimp. But inaeleweka. Kuna mtu bwana maybe anafikiria labda you want to tunakuwa professional. Unajua saa zingine kama uko na tabia fulani. Ukihit DM ya mtu tu zinajispread hapo. Sijasema kitu. Ndio natafuta pa kizungu chat. Unamwambia how are you? Ile kizungu professional yenye tu unajua unamwambia how are you? Tumejaribu. I want to take this time. Tumejaribu. Lakini imekataa. Watu wangapi umedm Jaka Mfine alafu nani mwingine? Jaka Mfine nimedm ule Jemo of course. Haja respond. Naambia yeye ana respond faster. Bana haja respond mtu yangu. Bro ni kama tu wewe unanga. Pia minyota hii ni kama ingai. Nani mwingine? Unajua Kadong?
Kadong. Unajua Kadong Mwangi? Kadong Clan. Ama Kadong. Zisi Kadong. Wao ni wasanii. Kuna jamaa anaitwa Kadong Mwangi ule anaitwa Jose Mourinho. Uboy acting na Tess Mwau. Nimemwona. Ule. Alafu aja reply. Alafu Koja bro. Hoja ngo naweza Maliza statement. Naweza muongelesha. Allah issue. Bro, muongelesha. Sure, naweza muongelesha. Huyu jamani ni mdeti. Kuna time fulani alikuwa anatafuta baidha msee wa kufanya na yeye. There is a time I reach out. Akasema anatafuta msee wa kufanya na yeye. Kijana ni mdeti. Time nilikuwa radio, I think. Na nilianza kumadime kutoka kitambo hata before kwa this famous. Huko tu kitambo wakati wakina za Brenda, hizo zikitaka Brenda. Alikuwa anaangalia boy na mlike. I can try nione kama ata respond bana nishikilie nateseka bro. Toka hapa bwana. Nikushikilie, unajua aje mimi nateseka ndo labda kukulia. Mbona uko na you guys? Usiambie watu ati niko na gari bwana nyumbani, watu wanichawi wenyewe. Umeona kitu kimeingia nayo kwa hiyo parking nikashtuka. Unaweza tuma uchawi ambaye haiko yangu. Ije kusudiwe. Kuna wase tu like. Kuna wase tuna like bana. Na tumejaribu of which naeleweka. Tunajua wase ni masuperstar. Nani mwingine? Joffrey hujai mtafuta? Wewe sidhani kama tuna align. Hata wewe. Nani mwingine? But na feeling kitia ni kama hataki kugrow. Anataka kubaki Bungoma. Yeye anataka tu akwe king wa Bungoma. Ukijaribu kuwa king wa Bungoma, nyinyi mnakosana na yeye. Sasa huyo sijajaribu, but kuna wase tumejaribu. But inaeleweka. Na unaona hii time mnatulenga hivi. Ndio time pia sisi tukifika hapo tunaanza kuwalenga. Sasa. Hatuwa blame, maybe pia kuna point alikuwa anajaribu bitterness sasa. Hiyo umeanza kuwa bitter. Mimi niko bitter bro. Umeanza kuwa bitter. You are talking in another way. Hizi wewe sasa. Rudi. Come back. Ni uchungu sana. Mtoto wa nyumbani unamwona kama hoja. Unajua ni mtoto tumeona akigrow, hata karibu tuambie hivi. Manze jole. Lakini maybe tu schedule zao, alafu sometimes settings za DM zao maybe they choose you can't force, they choose who to reply. Maybe anaangalia anapata niko na 200 followers hapo. Akiangalia iko vya yako ubadilishangi. Huyu jamaa you need to work hard. Huyu I'm going wrong. But tunasemaga stakagi nile nifiki but sikuangi na ile yenye mind yenye. Itasema msefani alinishika. Okay. Nataka tukipatana yenye yani yes unanisaidia but sitaki ni kwa that entitled. That's why nasema ngoacha mesha build tufanye tu guesswork tu. Ubuild empire yako watakukamia. Your biggest collaboration kwa hii kazi. Biggest collaboration as an artist, as an content creator, like acting, comedy. Ushai collaborate na nani ukafeel ama ni Njambi tu? Hiyo time demo Facebook before kwa demo Facebook. Tulipiga shughuli. Bana na kuanga bitter bro. Hiyo time alikuwa bado hajakuwa demo wa Facebook. Lakini unajua preachers wakihubiri wanasemanga drop those phrases that are not helping you. Sorry. Aliona you among them. Hiyo time akiwa kienyeji bado. Nikamtafuta hiyo time. Nilikuwa nimemuona by the way kwa hiyo free. Nikimuona for the first time. Tukajaribu naye alikuja hiyo time alikuwa ametoka tu Ocha amekam. Sijui alikuwa na stay Karen kwa nani. I think. Tukapiga naye shughuli. Kupiga hiyo shughuli before itoke. Akaenda akapiga hiyo ya church ile yenye limeka kwa Limelight. Sasa I think hapo alitrash hiyo upuzi tulifanya. Akasema history. Haikuwa itoka. Haikuwa itoka. Yenyewe hiyo lazima kuwa bitter. Ni uchungu sana. Inauma mno. Inaumiza. So unaona? Sasa hiyo ndo na feeling manze like. Nikafika place hata siku hizi unangi status mtu yangu venye alifika pale jo status ikapotea mmoja. Mtu ameolewa bro. Mtu ameolewa mpaka amepelekwa amefanya housewarming. Watu meoa pia unakuwa bro. Housewarming bana. Watu unajua watu meoa. Okay, tuseme sasa amekuacha unaona status alafu si like yani venye ilipotea nikajua yenyewe sasa aliona kuna watu hawana value kwa life yangu bro. Of course sina value. But at least ningeona tu bro. Tunataka tu status. Unataka kitu kingine. Ningeona tu mtu yangu.
And what are you planning maybe to achieve like una plan kujirebrand, una plan maybe kufanya kitu ingine, ama ni tu kitu unakufia nayo? Bro, nakuanga na ideas mingi. Ushakuwa na idea pako, lakini unaangalia platform yako unaona hii platform nikipiga hii idea ita-waste. Sasa like kuna idea mob ziko tu pending zenye like wacha ni hold kwanza. But vitu ni mingi. Sisi sasa run out of ideas, bro. Nani ukupush? Of course kuna tumejua nini ukupush, wewe nani ukupush mse? Like kuna yule mse anapiganga tu simu, wewe ni aje? Uko set? Ama ni aje? Like nani ukupush? Inaweza kuwa hapa mzazi, of course inaweza kuwa nini, like anyone. Okay, funny enough, kuna wasana kuanga nao like niko na namba zao, si wajui. Wasa tulitoana tu like mostly TikTok. Wasa tu ulionanga tu kila video yako. Unafika place mnainteract. Kuna boy fulani manze. Huyo boy is there understand, lakini kikago unasikia amekudungia. Na mjuani? Boss. Kwani umerana out of ideas ama rada ni gani? Na maybe hujapata tu chances. Umeona wase kama msetu unajua hii kitu nataka tu mse mmoja na kubelieve in you. Na pia msetu mmoja kwa timu yako. Sasa like unaona huyo boys na kwanga na yeye. Huyo boy unajua jamaa pia future sioni kama kuna ka future ako nako. Anajua ngatu sasa hii kitu tu ndo future. Inaweza nipeleka tu place. So unapata kama msetu like tena si msako like na njaa. Unajua kuna wase fulani mkipiga wana njaa. Anataka pia saa aanze kurun vitu zake. Na mosi inaharibu kitu. Like anakuanga dedicated kwa channel yangu. Paka na like na feeling sijai feel hii shughuli ni yangu. Unaonanga ni kama unawapigia hao. Na feeling ni kama hii kitu ni yetu. Okay. Sasa ni mse pia at some point hata kama ni stupid but uni drive. Now, kwa sababu nimeona ni kama tunakimbia out of time. Wewe kama Montana, acha nikupe chances 3. Advice Rais William Ruto. Chance ya kwanza. William Samoei Ruto. Imetosha my guy. Imetosha. Hii pesa ni mingi mtu yangu. Ni mingi. Kuna point inafika. Unajua kila mtu unajua kama ukiwa kama ukishaunda pesa, acha country sasa ikuwe wa interest. Ikuwe wa interest. Isifike point hii kitu tutaiba paka lini. Inaweza kuwa necessary hata wewe uibi, but vitu tunaona yenyewe tunajaribu tukutetee, but sisi hatumhate by the way. Unajua una feeling kama tuna hate. Atwai. Ama una mhate bro? I don't hate. Bro na mhate. I don't see a hate. Umhate? In fact namuombea akue better. Unampenda? Acha mchezo bwana. Sasa napenda aje mwanaume bwana. At least take to interest ya country yako tu like. So umesikia wanasiasa wengi wa Kenya wanasikia wako na wamefunguza offshore accounts. Sikia msee ni landlord huko Dubai. Mtu yangu. Hii tabia tunajua ni wa Somali. Hii tabia ni ya Wasomali, unaiba kwenu unaenda kuinvest kwa wengine. Isifika hapo, penda tu nchi yako. Advice wa Kenya tuache bitterness. Na kama tumeamua ni one time tukufe tuna one time. Tuache mambo mingi. Usikue wewe ni one time lakini sasa leo nikikuoffend. Sasa unaamua kunipanish sasa mimi ni two time. Sasa unaona sawa uko serious. Usimove na wave. Sisi wote wenyewe tumefiliki tu. Hiki kitu affect bro. Kabisa. Imetu affect mtu yangu. Imeaffect kila mtu. Bro mimi ukasirika siku hizi mimi hata nikiona ngata utakibonga bana mimi nazima. Siku hizi watu wanakasirika haraka bro. Siku hizi hakuna mtu anasikiza news. Like watu wanakasirika haraka. Unajua Plug TV. Plug nilikuwa napenda kumsikiza. Lakini siku hizi anakuanga tu ameka vitu za Ruto na mimi si watch bro. You na hurt my emotions bro. Acha asiseme tumemharibia. Uko na followers wako na watu wenye hawakufollow maybe wakufollow wapi na anything promising kwao. Wapi kamera yako? Kamera yako ndo hii. Mimi sina mambo mingi. YouTube. Montana Comedy Store. Hapo tunapiga shughuli yetu. Tuna sisi laziness si part of sisi. Sisi tuna shooting kila wiki bro. Na si content moja. Lakini sasa hata nikiamua nilale kwa muda gani kuna content ziko bro. Lakini shughuli tunaipiga. Utaenda kwa Kenyan Prince sasa
Ikikataa baada tutaingia forex. Montana Comedy Store YouTube, TikTok Blackface Montana. And hizi platforms zingine zote ni Blackface Montana, but YouTube Montana Comedy Store. Bana shikilia mimi nateseka bro. Bro nateseka. Wasichana wanitaki, pesa sina. Ni mbaya. Kasongo ndio ananifanya. Naona kwambia next time. Kasongo akirudi muda mtafikie ticket ya Saudi Arabia. Anyway guys, it has been a nice conversation tumekuwa nayo na Montana, ama anakwenda kwa jina Blackface Montana, kijana ambaye anajituma sana katika masuala ya comedy, na ameweza kutupambia show yetu episode 2 season 2 episode 2. Alafu imekuwa vizuri zaidi. Sehemu ambayo tupo inakwenda kwa jina Chocolate City, na hapa kama unataka sehemu ambayo imetulia na unataka kuketi na familia yako, ama unataka utulie tu peke yako, utaki kelele ya mtu, karibu Chocolate City. Kama unafikiri kwamba nakudanganya, basi angalia hii video ambayo inapita hapa ili uweze kuniamini. And official sponsors wa show hii wanakwenda kwa jina Noma Studios. And by the way, wanafanya kazi nzuri sana. I'm the first one. Kama unaona hii video ni kwa sababu ni hao wameshoot, ni hao wameedit, sound ni hao, lights ni hao. Wako na kila kitu. You need a camera, reach out bwana, inakuwa fresh. You need any light jamani, reach out. Unataka video, reach out. Usiogope. Sasa hivi bwana, si wakati ambao ni wa kuogopa. Kama unafikiria na kudanganya, basi angalia hapa kando jamani, kuna namba yao na nyingine hapa chini. Wapigie, talk to them, negotiate. Unataka kuanza podcast na umekosa kabisa, unashangaa utaanza aje, nani wataweza kunishutia? Basi Noma Studios wataweza kufanya kazi nzuri tena zaidi. And by the way bro, now that tunateseka huku kando bro, si kuja tufanye kazi hapa Dawin Show bwana. Unanishikilia. Karibu bro. Itadedi ukiwa bro. Utakam? Utakam? Si nimekam bro. Hiyo ni promise utakuja. Si nimekam. Utakuwa unafanya. Mimi nitakuwa nafungua hii studio majani. Bwana, tumeshapata mtu mpya bwana. Nakwenda kwa jina Blackface Montana, atakuwa nasi hapa. Now that amesema acha tungoje episode inakuja tuone kama atakuepo. Utakuepo. Alafu mtu yangu Kiswahili je. Kwenda huko bwana. All the way from Shamba. Kiswahili imetoka wapi? Unajua mimi nimekaa tazama bro. Hii ni Kiswahili ya Waluya hii ya ndiposa. Guys, thank you so much jamani. Natumai kwamba itawafaa sana. Tunawapenda.